Wakati nilikuwa nimeketi hapa and I told the man of God. In fact I told even my wife. Nikamwambia kuna kitu na nataka nikusaidie kitu kimoja, nikusaidie kwa maisha yako. Nikusaidie. Nikusaidie, si ndio? Yes. Tumehubiriwa Yesu sana, si ndio? Yes. Today nilikuwa na Mungu alikuwa ananipatia neno lake in the book of John, the last chapter. Hata nilipatiwa tu nikiwa naomba, kasoma. Mungu akaniambia, unaona watu, ile message iliachilia jana imetutosha. Hata mimi imenitosha. Imenitosha. Haleluya. Hiyo iliachilia jana. Niliambia mama usiku hiyo message imetutosha. Imetutosha. Hello. Akaniambia waambie ninataka mimi nijionyeshe kwao. Mimi nataka nijionyeshe kwao. Listen. I was listening just to the Lord. Akasema, "I Jesus. Nataka mimi nijionyeshe kwao." Nijionyeshe tu. Wanione kwa masiati, si kwa matendo. Wanione kwa macho. Wakishaniona kwa macho, nikiongea na wao, waniambie shida zao. Nikiwa na wao tunaongeleshana hivi. Hallelujah. Silani anavuka. Yes. Hallelujah. 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 Hebu imagine apostle sasa huyu Yesu unamuona naye na unamwambia shida zako. That's what God wants to do to you. Hivyo ndio nataka kuwafanyia. Hivyo ndio nataka kuwafanyia. Hivyo ndio nataka kuwafanyia. Umuone, uongee na yeye, umwambie shida zako, umwambie mambo yako yote, aitimize yeye mwenyewe. Every time tukienda kufungua kanisa, Sikuwaki nimejua naambia hapo toka uende mall. Toka uende mahali fulani. Haleluya. Na nikisasa yeye mwenyewe anaapia. Ananiambia nimekuambia utoke uende. Hatuna mazungumzo mengi. Wewe uko hapa. Kuna moja wewe. Na mimi nasema wewe. Nikisema moja wewe inamaanisha wewe. Utamuona macho kwa macho. Macho. Endo jisomee andiko. Endo jisomee maana namalizia. Endo jisomee andiko hili liko katika kitabu cha John 21, the whole chapter. God in it. Anasema nikiwa hapa aliniambia wakati akina Petro watumishi wangu nilipotoka kwa mwili huu nikaingia katika ule mwili mwingine bado niliwatokea. Na tukaongea na wao. Na tukapanga na wao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na mimi najua kabla tuko mwezi wa ngapi? Tuko mwezi wa 4. Kabla mwisho wa mwezi hapa kwa hii kanisa kuna watu watasimama hapa waseme apostle, wacha sasa vile unatuambia mimi amenitokea, tumeongea na yeye ana kwa ana. I don't need to go to church. It is in my house. And then he appears to me. He tells me, soma hii itakusaidia. Fanya hii itakusaidia. Hello. Si ati mimi ni nabii, I'm just an apostle. Hallelujah. Hello. Pokea hiyo yako. It is yours. Lakini ukumbuke, willing and obedient, you shall
yours. Amen. It is done. Amen. It is done. Amen. It is done. Yes. It is done. Yes. Nawe Yesu akikuzungumzia, akikutokea, usizubae. 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 Mwambie yote. Mwambie yote. Yes. Wakati mwingine nakuwa hata mimi nakuwa na wakati mzito. Akitoka na mwambiaga yote. Hakuna mahali nataja pesa. Si anajua sina. Si anaona. Yes. Na mwambie inanisumbua. Yeye vile ataifanyia mimi sijui. Provider ni ikamilishe, mimi niko sawa. Bwana asifiwe. Nataka nimalizie hapo. Na najua kwamba apostle atakuja kuniambia. Bwana asifiwe. Na man of God kuanzia leo umekuwa my good friend. Na nimesema hivyo kwa sababu wakati Mungu aliniita tulifanya kamtihani kidogo na yeye. Sikuwa najua. Na ile mtihani tulifanya ilikuwa kidogo. Nilienda tu kuomba kama kawaida, vile tu mnaenda kwa maombi. Kaingia mahali nilikuwa naombea. Wakati niliingia mahali nilikuwa naombea, nikasikia nimeinuliwa. Sasa kuna ile kuzunguka mpaka unaanguka. Hiyo ilikuwa kuzunguka, ilikuwa kuinuliwa juu ya hewa. Nikalalishwa juu ya hewa. Najaribu kwenda upande huu, najaribu kwenda upande huu, najaribu kwenda upande huu, nashindwa. Nikauliza tu swali moja. Abraham alikuwa nani kwako? Nikamwambia Mungu, he was your friend. Mungu akaniambia, as from today, you are my friend. As from today, you are my friend. Apostle, as from today, you are my friend. As from today, you are my friend. Na hiyo miaka yote, he has been my friend. He has been my friend. Hata kama niko na ups and down, hajawahi sahau. Na kisha namwambia, kumbuka, ulisema, you are my friend. As from now, Mungu amefanyika kuwa rafiki wa Bwana. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kuna kitu man of God alikumbusha. Wakati nilikuwa nikamwambia sorry, nimefanya vizuri kunikumbusha hiyo. Mungu akaniambia kanisa hili kuna watu wanabariki sana. Haleluya. Na kuna watu wanaleta wamebarikiwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Kisha akasema kuna wengine atawabariki polepole akiwapima kungoja. Kwa hiyo ukiona unaomba na haijakuja, jua kuna kitu Mungu anakupima. Usikimbie. Si mimi nilikaa mwaka mzima. Si nilikaa mwaka mzima. Nikingoja, lakini alikosa kukuja. Si alikuja. Mtu ambao in fact man of God ilianza na mwalimu wa kufundisha neno. Hata niko kwa ile kanisa nilikuwa nafundisha tu neno. Lakini Mungu nikiaside goes by ongezea. Ongezea. Mahali siku anaona vizuri, ananifungulia nione vizuri. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo ili kanisa libarikiwe. 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 Hata wale kwa biashara wabarikiwe. Biashara ziinuke. Ni kuonyesha kitu moja. Bwana asifiwe. Saa zingine nilienda fasting, niliambia apostle nitampeleka. Nikaenda fasting mahali nikapata watu wamefast 120 days. 120 days. In fact mimi nilikuwa nimeenda siku 3. Haleluya. Hata wewe mtu akwambia 120 days umeenda siku 3, si utastuka? Tutaambia Mungu sasa mimi Mungu na nimekuja 3. Sina maanisha utasikia kidogo. Mungu akaniambia hapana, si hivyo. Akaniambia wewe na tu piga magoti uombe. Wewe tu omba tu. Tena nikapiga magoti nikaomba. Mungu akaniambia ile maombi yote ulikuwa umekuja kuomba hapa nimekujibu. Na uende nyumbani leo. Na nimefika hiyo siku. Na uende nyumbani leo. Na nimefika hiyo siku. Na mimi nikauliza Mungu sasa wana wa 20 days nini bana hao?
Kaniambia wachana nao, si mimi wanaomba Mungu tofauti. Na unajua Mungu akiniibia siri, sinyamazani nayo. Nikajua sasa wale hawajui, wako confused. Nikaita mmoja nikamwambia boss, wacheni kuomba tena. Endeni nyumbani. Wacheni hii maombi. Mungu hatasikia. Endeni muangalie ni wapi mmekosea, ndio Mungu asikie maombi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niambie wale wa biashara. Saa zingine si maombi mengi inahitajika. Inahitajika tu wewe kunenea hiyo biashara. You are what? Inenee tu. Haleluya. Nimekuambukiza hiyo. Ipokee. In the name of Jesus. Bwana asifiwe. Wakati mmoja nilifanyishwa mtihani na Mungu kule Mono. Siku anajua niko kwa mtihani. I think nilikwambia. Bwana akaniambia, unataka kuhubiria watu? Nataka kuhubiria Mungu. Kaniambia sawa, utawahubiria kesho. Kesho Mungu kaniambia wewe jitayarishe. Kesho utawahubiria. Hata sijaambia mawefi hiyo. Kitu saa 9 Mungu akaniita kaniambia amka. Omba sasa. Si nikwambia utahubiria watu? Kamwambia nataka niwahubirie. Kaniambia sawa. 5 ikafika kaniambia chukua Biblia yako. Twende. Haleluya. Tunaenda na Mungu safari. Sisi wawili. Tukaenda. Kaniambia simama hapa. Hubiria watu wote. Sasa nikamuuliza Mungu nahubiri aje hapa? Usiku 5. Akaniambia wewe wahubirie. Kwa sababu hapa kuna waombaji wengi na wamelala. Wakisikia sauti yako wataamu. Wewe hubiri tu. Wewe ongea. Nimekupatia neno la kusema. Wewe ongea tu. Nikaanza kuongea. Fine, mahali tu kwa kiwanja. Lakini kuna nyumba upande huu. Nikaongea fine. Sit. By the time natoka hapo 6:30. Nilikuwa nasikia huko shakara baba. Ile saa nyingine shakara. Hii saa nyingine shakara. Hii saa nyingine shakara. Hii saa nyingine shakara. Mungu akaniambia nilikuwa nataka uamshe waombezi wa eneo hili. Sasa umewaamsha, enda ulale sasa. Enda ulale. Apostle, I want to tell you the truth. Niliambia my wife. Mungu akaniambia, unaona hiyo umefanya? Hiyo tu umefanya. Nitakulipa mimi. Mimi nitakulipa. Wewe ungoje. Nimeenda hapo Monday, it was on Monday. Nimekaa Tuesday. Nakwambia mambo hapa pale Friday, nimekaa Tuesday, Wednesday. Friday Mungu akaniambia chukua simu yako. Nataka kuna mtu nataka umpigie simu. Wewe umpigie. Umwambie maneno haya tu. Umwambie nimekufungulia finances. Hiyo tu na usiongezee hapo. Kapigia. Hello. Bwana amesema amekufungulia finances. Simple as that. Na nikazima simu. Hiyo ni Friday. Saturday asubuhi 5 nikaamshwa na message. Kuangalia simu yangu, ule mtu nimeambia amefunguliwa finances, alikuwa amenitumia 20,000 kwa simu yangu. Bwana akaniambia ile kazi ulifanya, si nilikwambia nitakulipa? Nimekulipa na 20,000. Ili la simple as Bwana asifiwe. Mungu kwa biashara. Sometimes you don't need to go to the mountain. Utaenda kwa mlima uombe na haitaendelea. You just need kusimama hapa na uendelee. Si mafuta hii ni mengi sana. Mimi wacha niwaambie. Tungekuwa na baba huyu kutoka mahali mimi nilelewa kiroho. Pengine saa hizi ningekuwa mtu mkubwa sana. I tell you the truth. Ningekuwa mtu mkubwa sana. Ningekuwa na baba kama huyu. Ningekuwa na baba kama huyu. Then mimi nikuwe masikini. Hiyo ni uongo. I tell you hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo. I cannot have such a father. And I am poor. And my business is going down. How? Unajua sisi hatukuwa na baba wa kulilia. Ndio tumempata juzi tu. Na ujue tungepata baba
nikamwambia mimi ningekuwa mbali, kwa sababu kuna milima ingekuwa mizito. Naita Mungu wake, nasema Mungu wa Apostle Jared, onekana hapa. Na siombi Mungu wa Apostle Jared akiwa. How can you be poor? Such a father. I can never be poor. I can never be poor. I can never be poor. With such anointing, I can never be poor. Wakati Apostle Jared tulikuwa naye kule mlimani, ameweza kuambia he spoke to me for more than 7 hours. Nikiwa nimenyamaza. Nikiwa nimenyamaza. Haleluya. Kwa sababu kuna kitu niliona. Apostle, wakati uliongea na wewe mlimani, si ndio mawifu alikuja hiyo siku? Hiyo ndio siku mawifu alikuja mlimani. Be the next day. Ilikuwa next kwa sababu ilikuwa Tuesday. My wife alipokuja nikamwambia, unaona mambo yote nimekuja kuombea kwa hii mlima. Jana Tuesday nilikwambia Mungu aliniambia yote amejibu. Lakini kwa sababu nilikaa kwa mlima, hata si kuomba tena mimi. Ni ukweli. Lakini kwa sababu nilikuwa nimeambia Mungu nataka tu nikae siku 7, lazima mimi mwenyewe ningetimiza siku 7. Lakini mimi nilikuwa nimereleasiwa on Tuesday. Na nilienda Sunday, Monday tukapatana na wewe, tukao Tuesday ndio tuliongea na wewe. Kaenda nikaomba mahali wewe ulienda, mimi nikaenda pale. Bwana kaniambia hiyo maombi yote nimejibu. Na wewe alikuja nikamwambia, kwani maombi yote ilikuwa imetoka? Mungu amejibu. She is a living witness. Kile tulikuwa tunaombea na yeye hiyo Sunday. Vile kilikuwa si hivyo kilikuwa tena, kilikuwa kimebadilika. With such a father. Man of God with such a father. I can never be poor. 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 Akiabadaye kwa hiyo biashara niseme Apostle Jared. Hii biashara sikia mafuta ya Apostle Jared. Kuanzia leo nimekunenea hautaanguka tena. With such a father, na kuitalijua. Unajua Apostle, sisi tulikosa baba, Mungu akakuwa baba yetu. Tulikosa baba, Mungu akakuwa baba yetu. Kwa sababu katika huduma wale tulikuwa nao walitupiga sana tusiinuke. Tukiinuka Apostle, when I was seated here, nilikuwa na kila mtu anakuja anahubiri. Na neno unasimama wewe, unamwangalia, unamwencourage. We never saw such an encouragement from anybody. Hatukuona. Tukisimama tunagongwa, tunaenda chini. Tukisimama tunagongwa with such a father. I can never be poor. I can never be poor. I can never be poor. Either spiritual or physical. Yes. Bwana asifiwe. Honor this man. Honor him. Honor him. Saa zingine mnastruggle kwa sababu you don't recognize him. You don't recognize. Mimi watu wanaivasha wananijua Apostle, si uongo. Mimi amtaka kidogo. Mimi nikiona you are not honoring me, I don't do any business with you. Enda kwa wana kuombea. My wife ako hapa.
wameenda wote. Mara ya mwisho wamesema wacha nirudi nyumbani. Kile walikuwa natafuta huko ni nini? Na hiyo tajiri yote umesikia niko nayo. Haleluya. 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 Waniambie walikuwa wanaenda kutafuta nini yenye mimi sikuwa nayo? Ni the search of father. Can never be poor. Can never be poor again. I 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 can never be poor again. Hallelujah. Honor him. Yes. If you don't honor him, you think God will honor you? No. Can never honor you. Amemweka hapo na kusudi. Mama moja aposa akakuja akaniambia, unajua pasa mimi nakuangaliaka, naona wewe ni mtu mdogo sana kuniombea. Nikamwambia sawa. Sawa. God bless you. Nitakuwa nakuombea na nani? Kumwambia sawa. Enda wakuombea. Enda wakuombea. Alizunguka hiyo area yote. Kwanza ile alikuwa nayo ilienda ikiibiwa. Kibiwa. Mpaka akarudi kwa masikini. Sasa nilikuwa namuona akikuja. Akamwambia, baba wacha nikuombe. Sasa mimi naomba tu unisamehe. Nimejua ya kwamba wewe ndio baba. Kule kote nimeenda nimeibiwa yote. Na nimejua kwamba wewe ndio ulikuwa nafaa kuniombea.